Naam, 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 naam. Je, wewe ni kiongozi? Je, wewe ni kiongozi? Biblia inasema mwenye haki ni kiongozi cha wengine, anayeweza kutenda sawasawa, yani anayeweza kufanya vizuri ni kiongozi cha wengine. Je, wewe ni kiongozi? Biblia ndivyo inasema kwamba mwenye haki ni kiongozi cha wengine. Na mimi leo nauliza, je, wewe ni kiongozi? Kiongozi ni nani? Kiongozi ni mtu anayeweza kuwatumikia watu wengine, ni mtu anayeweza kujitoa kwa ajili ya watu wengine, ni mtu anayeweza kujitoa sadaka, kujitoa uhai wake kwa ajili ya watu wengine. Huyo ndiyo kiongozi. Kwa maana Yesu alisema kwamba anayetaka kuwa mkubwa na awe mdogo kwa wote. Hapa ngoja tusome hapa pamoja katika kile kitabu cha Mathayo sura ile ya 20 mstari wa kuanzia 26. Lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu yeyote atakayetaka kuwa mkubwa kwenu na awe mtumishi wenu. Atakayetaka kuwa mkubwa kwenu na awe mtumishi wenu. Ina maana kiongozi kumbe ni mtumishi. Kiongozi ni mtumishi, anatakiwa awe mtumwa wa watu wengine, sio watu wale wawe watumwa wake. Kiongozi ni mtumwa wa watu ambao wamemweka pale. Ila sisi huku kwetu viongozi wao wanafanya wale watu ambao wamewaweka pale kuwa watumwa. Ndio maana hatuna viongozi sisi. Tuna viongozi kabisa. Kiongozi ni mtu anayetakiwa awe mtumwa. Kiongozi wewe ni mtumishi wa watu wengine. 27 hapa anasema, na mtu yeyote atakayetaka kuwa wa kwanza kwenu na awe mtumwa wenu. Taka kuwa wa kwanza mbele, taka kuwa mbele, taka kuwa wa kwanza na awe mtumwa wa wengine wote. Mkia wengine wote. Kiongozi ni mtumwa. Kiongozi ni mtumwa. Kiongozi unatakiwa uwe na hekima kubwa. Kiongozi unatakiwa uwe mnyenyekevu. Kiongozi unatakiwa uwe mtu wa mbele mbele. Kila kitu kina asiliwa na uongozi. 28 anasema kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa bali kutumika. Kutumikiwa bali kutumika. Na muona hapa mwana wa Adamu, huyu ni Yesu, huyu ni Mungu, mwana wa Mungu. Hakuja kutumika, hakuja kutumikiwa, ila kutumika. Mimi na wewe tunaishi hivyo. Mimi na wewe tukishapata uongozi, basi sisi ni mabosi. Tunakaa mbele, tunakaa viti vya mbele, tuna relax. Unapata uongozi na relax wewe. Pata uongozi, unatakiwa kwanza usilale. Wazi unatakiwa wafanyie nini wale watu waliokuweka. Wale watu wanaokuwa wamechagua, wale ni Mungu. Wale ndio Mungu wako, wale ndio unatakiwa uwatumikie. Usiseme Mungu yuko mbinguni, mimi Mungu ananiona na watumikia. Wakati umerelax umekaa unawatumikisha. No, wewe unatakiwa uwe sadaka. Kiongozi ni sadaka. Kiongozi ni sadaka. Kiongozi ni mtumwa wa watu wengine. Sio umewekwa pale kurelax, kunenepa tu kutoka vitambi. Unakuwa kiongozi unatoka kitambi wewe. Huo sio uongozi, hapo haujatumika. Kiongozi ni utumwa. Kiongozi ni kujitoa sadaka. Kiongozi unatakiwa uwe na akili. Kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia. Kiongozi unamuona hapa, unatakiwa utoe nafsi yako iwe fidia. Kuna watu watakuja kuwadhulumu wale watu ambao unawaongoza. Lazima ujiandae kupambana nao, uwe wa kwanza, uwe kuumizwa kabla ya watu wako. Huo ndio uongozi ambao Kristo alitaka tuwe na viongozi wa hivyo. Huyo kiongozi ni mtumwa, ni mtumishi wa wale waliomtuma, mtumishi wa wale waliomweka. Sio unakuja kuongoza, unawafanya wale watu unaowaongoza kuwa watumwa. Inawezekana Tanzania hatuna viongozi kabisa. Naona viongozi hao kama mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Na uongozi huo, uongozi ni kutumika, si kutumikiwa. Basi nakushukuru sana kwa kutazama. Neema ya Kristo ikawe pamoja nanyi wote. Amen.